Karibu sana kwa kipindi cha Je, tulaumu nani? Sikia kisa hiki kitakusaidia. Kulikuwa na mzee mmoja. Huyu mzee alikuwa na kijana mmoja, na alimwamini sana huyu kijana. Akajua kwamba huyu ndio kijana ambaye atakuja kubadilisha maisha yake. Na hivyo basi, huyu mzee kando na kuwa na kijana, kuna tabia ambayo alikuwa nayo. Ndio hakuipenda, lakini alikuwa akitekeleza. Alikuwa na tabia ya kuenda kununua pombe kisiri, anaiweka, anakuja anaitumia usiku wakati ambapo watu wamelala. Kumbe kijana alikuwa anamsoma babake, alikuwa anamwangalia kisirisiri wakati ambapo baba anatumia pombe, na hivyo baba hakuwahi gundua. Baba yeye alikuwa anafanya kisiri, akiniambia kwamba hakuna mtu ameniona, na akawa anajiambia kwamba nitajaribu sana, hakuna mtoto wangu ambaye hatawahi kutumia kileo. Siku moja sasa, wakati ambapo huyu mzee amekaa pale sokoni, anapiga stori na wenzake, anatazama kwenye njia, anaona kijana mmoja anatembea akiwa amelewa kabisa. Ulevi imemfanya hata ametoa manguo, ako uchi wa mnyama. Kumchunguza vizuri, anagundua kwamba ni kijana yake, kijana ambaye amehitimu, kijana ambaye mzee ameweka maono yote, ameweka matamanio na matarajio yote kwake. Anatembea leo hii sokoni akiwa hana nguo. Yule mzee alishtuka na akakimbia, akamchukua mtoto wake na akamfunika, akampeleka nyumbani. Alipokaa siku moja, yule kijana alirudi sawa. Mzee kwa uchungu na kwa kuhuzunika ndani ya roho, anamuuliza kijana ni kitu gani ambacho kilitokea, kwani wewe unakuwa nini ambaye nieleze. Kijana anamweleza kama baba, ni ulevi tu, mimi nimekuwa mraibu wa kutumia madawa za kulevya. Mzee hata kabla kijana amalize, mzee anamuuliza ni nani alikuonyesha, alikufunza wapi, alikufunza nani kuendana katika ulevi. Kijana anamweleza babake ya kwamba baba, wakati ambapo umeishi kununua pombe ukificha, wakati mwingi haukuwa unamaliza hicho kileo chako, ulikuwa unabakisha kiasi kwenye kwenye mfuko wako, na hivyo basi nimekuwa nikichukua nikitest, na hivyo basi kaniingia. Mzee alijishika kwenye kichwa, akajiuliza maswali mengi sana, akaumia kwa roho, akajikata mengi, akajiambia laita angalijua angelifanya hivyo, huenda mtoto wake hangekuwa na maisha ambayo ako ndani, hangekuwa na vitendo ambavyo anaviona leo. Tunajifunza nini hapo? Kama nikuulize swali, mpendwa unayenitazama hapo, utablame nani? Utablame mzee ama utablame kijana? Naomba nieleze pale kwa comment. Utablame mzee ama utablame kijana? Mimi personally nina blame mzee, nina blame mzee. Ndio maana hii kipindi ambacho nimaanisha kipindi cha Je, tu blame nani? Mimi na blame mzee kwa sababu huyu mzee angefanya hizo vitu, unakuta kwamba kijana wake hangesoma hayo mambo ambayo ni ya ulevi, hangesoma hiyo tabia ambayo ni ya ulevi, lakini kwa sababu mzee alikuwa akiyafanya na ndani ya kwamba ni sirini, so leo hii anajuta, angerekebisha, huenda kijana yake hangeingiza kwa hizo vitu ambavyo ameingia ndani. Inatufunza nini? Inatufundisha kwamba dunia ambayo tunaishi leo hii, vitu vingi ambavyo watu wanafanya, vitu vingi ambavyo hata generation ya saizi, generation ya Gen Z inafanya, haijasoma mbali, ilisoma kwa wazazi wao. Ukiangalia vizuri, ukichunguza, utagundua kwamba kuna shida mahali, utagundua kwamba huyu mtu anafanya hivi na hivi, kuna hiki kitu amekisoma mahali, kwa sababu aliona hiki kitu, na hata kama hakuona, wakati mzazi unafanya kitu hicho, kitu kumbe kina affect mtoto, hata kama hautakiona, kitatoka kwako, kitaruka, kitaenda kwa mzazi, kitaenda kwa mtoto aimi. So hicho ni kitu ambacho kinatendeka. So hii hii kitu inatufundisha kwamba lazima tuweze kujiangalia ndio tuangalie watoto. Lazima tuweze kujiangalia ndio tublame watoto. Mzazi usiblame mtoto wakati ambapo the same character ulikuwa ukifanya. Unless ulirekebisha. Kama haukuirekebisha, kumbuka kwamba hata kama mtoto hakukuona, inaweza ikamfuata. So kwa hivyo guys, naomba mkaweze kunisupport kwa kulike hii video, mnisupport kwa kuachilia comment so that hii video iweze kuendelea kwenda viral, na hata in case naweza kuweka nyingine mkaweze kuipata, na pia mweze kuisaidia kufikiria watu wengine. Asanteni.